Your Excellency the President, Your Excellency mama wetu wa taifa Mama Rachel, na viongozi ambao tumekuja nao, Chief Celebrant wa siku ya leo ambaye tunashabikia kwa kuja hapa, PS John Ololtua, na wakaaji hapa Kilgoris, Transmara na Narok kwa jumla. Naomba niwasalimu wote, enda soba boken, meisisi Yesu, meisisi olaitoriani. Asante. Your Excellency, mimi nimekuja kujumuika kwa hafla hii ya rafiki yangu John Ololtua ambaye ni PS wetu. Yeye ni rafiki yangu, tulijuana wakati wa siasa, yeye akiwa anawania kiti cha ubunge hapa akishindana na rafiki yetu, na wakati tulikuja hapa mara kadhaa tulizunguka, sisi tulikuwa tunafikiria yeye ako na mpango ya maana zaidi. Ile ambayo hatukujua ni kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango mzuri zaidi kushinda hata ile ambayo alikuwa anafikiria. Yeye alikuwa anafikiria atatumikia watu wa Kilgoris peke yake, kumbe Mungu alikuwa amepanga kwa maisha yake yeye atatumikia taifa letu la Kenya, na sio Kenya peke yake, atafanya kazi ambayo itaguza jamii ya zaidi sana. Hiyo kazi ambayo amempatia tourism, Your Excellency, mimi najua yeye akitimiza vile ameahadi hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya kanisa na mbele ya jamii yake, kwamba atatia bidii kuinua sekta ya tourism, jamii yake itapona na itakuwa amewakilisha maono ile alikuwa naye kwa watu wa Kilgoris. Kwa hivyo mimi nampatia pongezi sana Bwana PS. Mimi namhakikishia kwamba kutoka upande wetu katika bunge tutampatia support yote ile ambayo anahitaji ili kuweza kuhakikisha mipango ile ambayo serikali yetu iko naye kwa wananchi wetu na sekta ya tourism imeweza kutimia vile inavyofaa. Ya mwisho kwake, Your Excellency, nimpe pongezi tu kwa sababu wakati tumefika hapa leo tumeshuhudia pia kufunguliwa kwa campus ya chuo cha kifunzo cha utalii ambaye inafundisha maneno ya tourism. Unajua Your Excellency, huyu Ololtua mimi ninaweza kuconfirm sasa kwamba yeye amesoma Biblia. Ukisoma Biblia katika Mathayo 24 mstari wa 14 inasema wakati unaeneza injili, anzia Jerusalem, elekea Judea, Samaria, alafu dunia mzima. Mimi naona Ololtua wakati anapanga mipango yake katika wizara, ameanzia Jerusalem yake ambayo ni hapa Kilgoris, hapa nyumbani, na ameweka campus mzuri ambayo itasaidia watoto wetu, hawa vijana wetu ambao wako hapa, waweze kujifundisha ili jamii hii iweze kupata manufaa kutokana na sekta ya tourism. Wasifanye ile kazi ndogo ndogo peke yake, wafanye kazi zote zile zinapatikana katika sekta ya tourism. Kwa hiyo Bwana PS, ninakupa pongezi sana. Nikirejelea mambo ya taifa, Rais, mimi moyo wangu umeguswa sana leo. Huyu Bishop James Konchela amezungumza maneno ambaye mimi nimefurahi mpaka nikaandika notes, na natumai unaona Rais, mkutano wetu umeenda vizuri sana siku ya leo, kwa sababu ametueleza justice inaleta prosperity, that wakati haki inatendeka taifa inainuka. Na nikakumbuka kwamba wakati wa campaign, Rais, wewe ulitoa ahadi ya economic justice katika taifa letu la Kenya, kwamba utafanya jambo ili Kenya iwache kuwa nchi ambaye wapishi ni wote lakini wakulaji ni wachache. Pahali Kenya ilikuwa imefikia, sisi wote tunachangia, tunalipa ushuru, tunahakikisha taifa yetu iko sawa, lakini mapato ya serikali ilikuwa inakwama tu kule Nairobi, watu wachache peke yake ndio wanapata. Na ndio maana katika hizi sheria ambazo tumekuja bunge, ukianzia sheria ile ya afya, wewe umepanga vizuri na sisi tumepitisha kama bunge, na ninataka nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu sheria ile ya universal health care ambayo tumepitisha ita benefit wananchi wote, including hao wananchi wa Kilgoris ambaye kwa mara mingi wanafanya mchango wakati watu wanagonjeka. Lakini katika ile sheria sasa tumeweka kando pesa ya kuhakikisha kwamba wale wagonjwa wanapata chronic illnesses kama cancer na ile yoyote, serikali sasa itakuwa inawalipia. Mambo kama hiyo haikukuwa hapo awali. Ya pili, Your Excellency, kesho wewe uko na
date na destiny ya taifa letu la Kenya. Hii sheria ambayo tumekuwa tukizungumzia na bunge sasa tulipitisha ya maneno ya affordable housing, kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaishi kwa nyumba mzuri na vijana wanapata kazi, na kuhakikisha kwamba shamba zetu kama hapa Kilgoris haikatakatwi ili watu wakijenga manyumba, watu wanaishi pale pamoja, shamba inabakia ikikuwa kubwa, watu wafanyie kilimo. Kesho huyu rais wetu anatia kidole sheria hiyo. Hiyo ndio economic justice ile ambayo tulikuwa tunazungumzia, kwa sababu mara mingi watu walikuwa wanalipa ushuru wote lakini haifiki. Hizi programs mbili ambazo nimezungumzia, they are going to have a direct impact in the life of every single Kenyan. Kwa sababu mheshimiwa ambaye ako hapa, niruhusu tu niseme hii. Nchi yetu ilikuwa imetekwa nyara na watu ambao walikuwa wanachezea wananchi wa kawaida shere. Mimi ndio nisome nikijitumia tu kama example. Wananchi wa Kenya walikata ushuru, ndiposa mimi nikasoma kwa public school kutoka primary, secondary mpaka university. Nililipiwa na wananchi wote. Itakuwaje kwa sasa ati sheria ikiletwa ya kusema nikatwe tu 2,000 ili wananchi wa Kilgoris waweze kupata afya na hawa vijana wapate kazi, naanza kukatalia ati nasema hiyo ni mshahara yangu? Kama wale walikuwa mbele zetu wangefikiria hivyo kama ambao wale wanafikiria sahi, tungekuwa na taifa kweli ambaye tuko nayo siku ya leo. Kwa hivyo it is an act of selflessness and ensuring that opportunities are distributed equally mpaka hapa Kilgoris ambazo tumepitiza hizo sheria. Kwa hivyo mimi nataka nikuombe rais, kesho amuka saa 12, vaa ile suti yako mzuri kabisa, na ni mzuri Mama Rachel yuko hapa. Nataka hakikisha amepiga shati yako ile ya white pasi ikae vizuri. Weka sheria ya affordable housing ili wananchi wetu waweze kuishi vizuri hapa Kilgoris na taifa letu la Kenya iweze kwenda mbali na watu wote wapate kazi mzuri. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Tutarudi tena hapa na kuhakikisha kwamba mbarikiwe na muinuliwe katika mipango yenu yote. God bless you. Thank you. Your Excellency, before I hand over, kuna mambo matatu tu mafupi. Kwanza ningependa tu kukuambia it is true ya kwamba hao watu wote especially wa Uasin Gishu walikupigia kura. Na nafikiri unakumbuka tulikuja tukatembea kwa mama moja, mama Siparo, sijui kama hako hapo. Hako hapa. Tukaenda kwake, ukakunywa chai kwake. Na hawa watu pia walimpigia mheshimiwa Ole Ntutu. Walipigia mheshimiwa Ole Ntutu kura. Mimi mwenyewe sikumpigia. Tulipigia Ole Kenta. Nilikuwa nataka mheshimiwa senator asikie, kwa sababu you know mheshimiwa senator, when you get to 60 like me, you see things differently. You know, I've acquired other eyes which see things a bit differently. I know kwamba oversight ya counties is the responsibility of the Senate. Na kuna mengi unajua ambayo mimi sijui. Lakini tukiwa hapa on the ground, sisi atumpei mheshimiwa Ole Ntutu record mbaya. Why am I saying this? Hata hii vita ambayo yuko hapa, we are trying our best. Mimi nilikuja nikamwambia tufanye kazi. Whatever small has happened, tumekaa na yeye, tukaenda kwa kina Tongoyo hapa, tukaenda kwa waziri wako, and I think ile kidogo tumefanya, wewe ukuje utusaidie. Because this is not an easy thing, but we have tried. Now, while we look for a social solution, please keep your forces on the ground. Wakae vizuri, waangalie kwamba wananchi wasitaabike. Na umona kena aji mheshimiwa senator jo mindo kijarie ngudi sabuk. Na lenga muda na jadol na nuni nyada do ta na de weji. Ekwetu wana akalwa bagil Uasin Gishu, da bagil moida